Unapomfikiria askari wa vita kuu ya kwanza ya dunia unaona nini? Labda kijana mmoja kwenye handaki. Lakini je, hii ndio hadithi yote? Nikikwambia kuna sura nyingi hazipo? Mamilioni ya wanaume walipigana kwenye vita hiyo ya dunia nzima. Wengi walitoka Afrika. Walikuwa askari, wapagazi, wafanyakazi. Maisha yao yalibadilika kabisa kwa sababu ya vita hii. Waliacha nyumba zao, familia zao na ardhi zao ili kupigania himaya zilizowatawala. Mchango wao ulikuwa mkubwa sana. Kujitolea kwao kulikuwa kukubwa mno. Kwa nini tunajua machache sana kuwahusu? Kwa nini hadithi zao mara nyingi hazisimuliwi? Ni wakati watafuta watu hao waliofichwa. Vita kuu ilianzia Ulaya. Lakini mataifa haya yenye nguvu yalikuwa na himaya. Afrika iligawanywa na watawala hawa wa kikoloni. Kwa hiyo vita ilipokuja, Afrika haikuachwa salama. Ikawa uwanja mwingine wa mapambano, chanzo kingine cha watu wa kufanya kazi. Askari hawa wa Afrika waliingizwaje vitani? Njia zilizotumika zilikuwa tofauti sana. Katika baadhi ya koloni za Wafaransa, wanaume walilazimishwa kujiunga na jeshi. Walishurutishwa kuingia jeshini. Kwenye koloni za Waingereza, uandikishaji mara nyingi ulikuwa tofauti. Machifu walishinikizwa kutoa watu. Ahadi zilitolewa za mshahara, hadhi na mambo ya kusisimua. Baadhi ya wanaume walijitolea wenyewe, wakitafuta maisha bora. Lakini mara nyingi uchaguzi ulikuwa kama ndoto tu chini ya utawala wa kikoloni. Askari hawa wa Afrika walifanya kazi nyingi tofauti. Hawakuwa wapiganaji tu mstari wa mbele. Wengi walitumika kama wapagazi kwenye kikosi cha wapagazi. Walibeba chakula, risasi na watu waliojeruhiwa. Kazi yao ilikuwa muhimu sana. Mitambo ya vita iliwategemea wao. Bila wao, majeshi hayangeweza kusonga mbele. Walivumilia mazingira magumu sana, mara nyingi bila kutambuliwa. Fikiria unaondoka kijijini kwako huko mashambani Afrika. Ghafla unajikuta umevaa sare za kijeshi. Umeshika bunduki, unakabiliana na adui usiyemwona. Huu ndio ulikuwa ukweli kwa askari wengi wa Afrika. Kwenye viwanja vya vita walionyesha ujasiri wa ajabu. Watu kama wale tirailleurs Senegalese kutoka Afrika Magharibi ya Wafaransa walipigana kwa nguvu sana kwenye uwanja wa vita wa Magharibi. Walijipatia sifa ya ujasiri, mara nyingi wakikabiliana na kifo. Mazingira waliokumbana nayo yalikuwa mabaya sana. Huko Ulaya baridi ilikuwa mshtuko. Wengi wao hawakuwahi kupata baridi kali kama ile. Kuganda kwa viungo kwa sababu ya baridi ilikuwa kawaida. Magonjwa yalienea haraka. Huku Afrika magonjwa ya kitropiki yalikuwa yameenea sana. Matibabu mara nyingi yalikuwa duni au hayakuwepo kabisa kwao. Chakula wakati mwingine kilikuwa haba, na siku zote kulikuwa na ubaguzi. Walikuwa askari wa kikoloni, mara nyingi wakichukuliwa kama watu wa chini. Walilipwa kidogo, walipewa vifaa vibovu na starehe chache. Lakini pamoja na hayo yote walivumilia, walipigana, walifanya kazi, walinusurika. Lakini gharama ilikuwa kubwa mno. Wengi hawakurudi nyumbani. Uzoefu wa vita uliwabadilisha. Sasa kwa nini ukimya huu? Kwa nini kusahau huku? Sababu zake ni ngumu na zinahuzunisha sana. Baada ya vita, himaya zilitaka kudhibiti jinsi hadithi inavyosimuliwa. Sura ya askari wa kikoloni, askari Mwafrika, haikuingia vizuri kwenye picha hii. Iliifanya hadithi ya vita ya mzungu kuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo, mchango wao mara nyingi ulipuuzwa au kusahauliwa kabisa kwenye historia rasmi. Sauti zao hazikusikika. Jinsi historia ilivyoandikwa ilichangia sana. Kwa muda mrefu, historia iliandikwa na washindi na watawala wa kikoloni. Matukio ya askari wa Afrika hayakuwa kipaumbele. Huu ulikuwa uamuzi wa makusudi wa kuwaweka kando. Wakati umefika wa kuondoa pazia hili. Kuwaibua askari hawa waliosahaulika kutoka kwenye giza. Hadithi yao si historia ya Afrika tu, ni historia ya dunia, ni yetu sote. Kuwakumbuka kunaboresha uelewa wetu. Inaifanya picha yetu ya zamani kuwa kamilifu zaidi, ya kweli zaidi na ya kibinadamu zaidi. Hawakuwa namba tu au raia wa kikoloni wasio na sura. Walikuwa watu wenye majina, familia na matumaini. Walishiriki kikamilifu katika tukio kubwa la dunia. Kujitolea kwao lazima kutambuliwe. Tunawezaje kufanya hivi? Tunaweza kufanya nini? Tunaweza kuanza kwa kuwa na shauku ya kujua. Uliza maswali. Tafuta hadithi zao. Angalia mbali zaidi ya vitabu vya kawaida na makala za video. Kuna wanahistoria kama mimi wanaofanya kazi kufichua historia hii. Saidia kazi hii. Isambaze, tuhakikishe hadithi zao zinasimuliwa. Tafadhali jiandikishe kwenye chaneli yetu kwa maudhui zaidi ya kihistoria yenye maarifa.